Vitu 20 ambavyo mwanaume anapenda kutoka kwa mwanamke. Sifa au mambo 20 ambayo mke akiwa nayo kwa mume wake yanaleta maana. Mahusiano yanakuwa na maana. Kitu cha kwanza ni ucha Mungu. Mwanamume anapenda mwanamke anayemcha Mungu. Hiyo ni sifa ya kwanza. Kumpenda Mungu mwanamke inakubadilisha wewe pia, lakini bado pia itamfanya mwanaume avutiwe na wewe. Kitu kingine, heshima. Mheshimu yeye kwanza kuliko watu wengine. Heshima hiyo kwake. Mpatie heshima. Cha tatu, utii. Mwanamume anapenda utii. Akikwambia jambo fanya. Ndio maana Biblia inasema enyi wake watiini waume zenu kwa kila jambo kama kanisa linavyomtii Kristo. Kanisa linataka kumtii Mungu anachosema. Kwa hiyo mwanamke inabidi amtii mume wake anachomwambia. Lakini kile kicho katika nini? Katika Bwana. Kwambia fanya hiki, andaa hiki, fanya hiki, fanya. Usafi. Mwanamke anatakiwa kuwa msafi. Mwanaume anapenda mwanamke msafi na mwenye mpangilio. Kujali tumbo lake, mapishi. Mwanaume anapenda mwanamke anayepika vizuri, anayejua kupika chakula, varieties, kuongeza ubunifu. Lakini onyesha pamoja na hayo yote, onyesha pia kujali afya yake, kwa sababu unaweza kumzika. Maana yake ukapika sawa unasema anaogesha, lakini wakati huo ukaanga sumu. Kwa hiyo wakati chakula ni kizuri, jitahidi pia kujali afya yake. Mwanaume anapenda mwanamke ambaye anajijali, kupendeza kwa ajili yake. Ukiwa ndani kuwa standard, ukitoka nje kuwa standard, good, beautiful, ngozi nini, tengeneza mambo yakae vizuri, si ndio? Mwanaume anapenda mwanamke anayetulia, sio kila saa kiguna njia. Jitahidi kuwa utulivu. Fanya mambo yako. Onesha kwamba unatawala eneo alilokupatia. Amekupatia nyumba, ile nyumba yake uitawale. Tawala, si ndio? Kujali watu wake, ndugu zake, marafiki zake. Yes. Hasa ndugu zake, onyesha kujali. Marafiki sio issue sana kwa sababu si wa kwako, lakini onyesha kujali watu wake, watu wa upande wake, ndugu zake, wazazi wake. Kutokufuja vitu. Yaani ameleta vitu wewe unamwaga, unatupa ovyo kwa sababu vipo, ikija uko nakuta kimerusha huku, kimekaa hivi, amenunua nguo ujari, ameleta chakula ujali, yani just bafuja au unaharibu. Akikupa hela ni unatumia tu, siku mbili imeisha na ile hata inaisha. Anaweza sema lakini sio nzuri, si ndio? Anapenda uwe halisi. Yaani usipende sana kuwa fake. Kuwa fake, yani una fake mambo yani. Una fake maisha. Yani ukiwa mbele ya watu na yeye unavyoishi naye ni tofauti, akija wageni unaofanya tofauti, unavyozungumza na yeye ni tofauti. Yani unaonekana kama vile kwa watu wengine unataka kuonyesha uko tofauti. Lakini hiyo pia inamaanisha kwa lile, maana yake jikubali vile ulivyo. Yani jikubali mbele zake. Usionekane kama vile ujikubali kila kitu ni fake mwanzo mwisho. Jikubali. Si ndio? Ukijikubali atakukubali zaidi. Aone kabisa amepata kitu ambacho ni chenyewe. Kama wewe mwenyewe unajikubali. Yaani sasa usipojikubali anategemea kukubali vipi? Siku ukirudi katika uhalisia wako ndo utakapoelewa. Usaidizi wa malengo yake. Onyesha kwamba ana malengo, ana mipango, ana kila kitu. Onyesha kwamba una usaidizi. Yaani unamsupport. Hata kama huwezi kumsupport kwa fedha, unaweza kumsupport kwa mawazo, lakini usionyeshe kumuendesha kwenye ile mambo ambayo anapanga kuyafanya. Ni sio unamuendesha yeye, unataka uchukue udhibiti wa maisha yake, yani maisha yake yapite kwako, ndio unataka apite. Mbona nilikwambia ufanye hivyo hujafanya? No, hapana. Unionyesha usaidizi. Msaidizi sio fundi. Yani hata kama fundi ni fundi, lakini akaamua kuwa msaidizi, anakubali kuwa msaidizi. Na hata kama kuna kitu hakiko sawa, anatafuta namna ya kumsaidia fundi wake ukifanya vizuri, lakini sio kuchukua nafasi ya Yesu. Mimi ndio fundi, usione mimi nakusaidia lakini mimi ndio fundi. No, ukishakuwa msaidizi unakuwa msaidizi kweli. Si ndio? Unamsaidia fundi kujenga, pandisha tofali. Ndio ndivyo hivyo. Lakini kitu kingine, uhakika. Mwanaume anapenda mwanamke ambaye anaamini kuwa anampenda.
Sio ile saa unataka unampima, unamchunguza, unamjaribu, unafanya hivi ili mradi tu, yani unatafuta tu hujaamini. Yani akiamini, mwanaume akijua kwamba unaamini, anakupenda, anakujali, vile utakavyo react kwake ni tofauti na ukiwa na mashaka. Ukiwa na mashaka, maana yake matendo mengi yatakuwa kutaka kumprove, yani kutaka kumjaribu, ili akuthibitishie. Sasa hiyo kitu kikae inajirudia, inamkera, maana kaona kavyo muamini, si ndio? Onyesha kumwamini. Lakini point nyingine, ukomavu kiakili na kihisia. Onyesha ukomavu. Mwanamume anapenda mwanamke aliyekomaa, ambaye mnapojadili vitu haleti vitu vya kitoto. Yani anaelewa unapofanya jambo, anaelewa, lakini kihisia sio ni sawa. Wanawake na hiyo hali ya hisia kuwa zinabadilika ni sawa, lakini hapa anamaanisha kuweza kujicontrol hisia zako. Sio unalipuka kila wakati. Kitu kidogo umeshalipuka, kitu kidogo ushalipuka. Hapana. Jua tu sehemu nyingine ujicontrol hisia zako, ili tuonekane uko machua, umekomaa, si ndio? Ukomaa. Lakini kuwa na maamuzi. Hiyo ni sifa ya 14. Kuwa na maamuzi. Maamuzi inamaanisha unaweza kuamua mambo yako mwenyewe. Unaweza kuamua mambo yako wenyewe kwa usahihi, si ndio? Jambo fulani limetokea, uko nyumbani, kuna jambo limefanyika, umeifanyia maamuzi, lakini yaliyo sahihi. Sio mmekubaliana kufanya jambo fulani, kufanya maamuzi, lakini baadaye unabadilika kwa sababu ya watu wengine. Mmekubaliana tutakwenda mahali fulani, then umepiga swali na marafiki zako, umepanga ratiba nyingine. Mmekubaliana tutaishi hivi, afu then unabadilisha maamuzi. Lakini kwa na maamuzi pia, hata mnapojadili mambo, anaweza akaamua kitu ambacho hakiko sawa. Kama tumepata pesa hizi milioni kadhaa, hizi tuzipeleke mahali na tununue gari. Lakini wewe unaona kabisa hii hapa gari hapana, tunahitaji kufanya kitu, tunahitaji kufungua labda mradi mwingine. Mwambie kwamba lakini tungefanya mradi fulani. Anaweza akaonyesha, bwana mimi nahitaji gari nini, lakini wewe umeshaona kabisa kinachohitajika hapa ni mradi, kwa sababu mradi ndio utakaoonyesha maamuzi yako, lakini kwa heshima. Kwa heshima. Utafute kumshawishi kwamba wewe maamuzi yako una point nayo, lakini tafuta busara. Jambo la muhimu sana. Kitu kingine, wazi. Kama kuna jambo haliko sawa, unamwambia kwamba hiki kitu hakiko sawa, hii jambo haliko sawa. Kuwa mwazi. Usiwe unaumia wakati kuna jambo unalificha. Unalificha. Unasifia kitu ambacho hakiko sawa. Uaminifu. Mwanaume anapenda mwanamke ambaye ni mwaminifu kwenye mambo yote. Kuwa mwaminifu. Usiwe mjanja. Kama unakopa fedha, unaficha ili mradi tu kafanya nyumbani, unatuma nyumbani fedha kwa siri, au unatumia mambo kwa siri, unaficha ili uje labda una wasiwasi na maisha yenu ya mbele, then unakuwa unakosa uaminifu. Lakini kuna uaminifu kwenye maisha ya ndoa. Mwanamume akigundua mwanamke umechepuka, hiyo tiba yake ni kazi kuiondoa kichwani. Inakaa, kwa sababu kuna kitu inaondoa kwenye moyo wake, kuna kitu inatengeneza. Kwa hiyo epuka kwa gharama yoyote kuchiti. Mwanamke jitahidi kwa gharama yoyote. Sasa mwanaume achiti, hapana. Kama mwanamke jitahidi kuepuka kwa gharama yoyote, na uthibitishe ya kwamba wewe ni mwaminifu. Awe na sababu ya kuamini kama wewe ni mwaminifu. Jitoe kwake. Yaani usiishi maisha ya kuwa na mashaka kwamba mambo yanaweza kuharibika, ndoa yetu inaweza kuvunjika, miaka 2 au mwaka mmoja ikapotea. Unawaza kuachika. Naonyesha kama umejitoa kwake na malengo yako ni ya kwake. Yaani mnaamua kuishi pamoja, sio una malengo ya kwanza kufikiria kujenga nyumbani, kufanya hivi. Yaani uwe na, hata kama unatafuta kazi, yes, unahitaji kuwa na kazi kupata kipato, lakini unakitafuta sio ni kwa ajili ya kuimarisha familia, sio kwa ajili ya kujitegemea. Ukiniacha nitaishi. Yaani onesha kama umejitoa kwake, kwamba mnachokitafuta ni cha kwenu wote, kutengeneza familia ya pamoja na maisha ya miaka yote pamoja mpaka uzeeni. Jambo la 18, onyesha kuwa muelewa kwa pale mpaka anapokuelezea mambo.
kuwa mwepesi kuelewa jambo. Anaweza kama amesema kitu lakini wewe umekitafsiri vibaya, na naambia mbona unamaanisha vibaya? Afa na kama mimi nilichotaka kumaanisha ni ABCZ. Afu anambia hapana, ulisema hivyo, onyesha kwamba unaelewa kwamba waweza amesema kitu, amefanya kitu umekitafsiri vibaya, lakini anataka anakuelezea kwamba hiki kinaenda hivi, kinaenda hivi, elewa. Lakini wakati mwingine wewe mwenyewe ndio umefanya vibaya, anakuja kukuelekeza kwamba hiki kinaenda hivi, kinatoka hivi. Then unaipuka yani. Na hata anapokuelezea utaki kuelewa. Unataka kushikilia msimamo, ubishi, sibishani. Sibishani na mwanaume ni hatari na nusu. Sibishani. Sababu kibishana aidha ataliact negatively kwa kuadhibu. Kama yeye naye control ya hisia zake naye ni hajakuwa. Ama spiritual maturity, yani emotional maturity, amekuwa kihisia, anaweza kunyamaza. Mnabishana lakini anaona kubishana hakujengi, si ndio? Ananyamaza. Lakini kichwa anajua kabisa kuna vitu huyu haviwezi. Kwa hiyo inaweka mstari fulani hivi ambao sio mzuri. Kuvutiwa naye, onyesha kama unavutiwa naye, onyesha kama ni the best, yeye ndio bora kuliko wanaume wengine. Onyesha uvutiwi naye, unavutiwa na wengine. Kuna kitu tengeneza, atatafuta wanawake wanaovutiwa na yeye. Yes, naye akikosa uaminifu kwa Mungu. Lakini basi kama hawezi kutoka, ni mwaminifu kwa Mungu, ila wewe ndio hivyo umeamua kukosa kuvutiwa naye, atakachokifanya atajina maisha yake. Mtaishi pamoja lakini atakuwa kama yuko emotionally detached, ni kama kajitenga fulani. Kwa ni jambo la muhimu sana kuonesha kama unavutiwa naye. Tengeneza mambo yake, tengeneza mambo yako. Yeye ndio chaguo lako. Basi jambo la mwisho la 20. Mridhishe katika tendo la ndoa. Kwa wanandoa hiyo imeshasema msinyimane isipokuwa umepatana. Kwa hiyo msije mkakosa kiasi. Ndio kiasi ni muhimu pia. Lakini ile haki inayohitajika kwa mwanaume, yes, mpatie. Si ndio? Simeelewa. Maana hiyo sio hoja ya kudiscuss sana online. Sasa nivitaje vile vitu 20 kwa ajili ya mtu kuvikecha. Cha kwanza ni ucha Mungu, cha pili heshima, cha tatu utii, cha 4 usafi, kujali tumbo lake, kujijali wewe mwenyewe, kutulia, cha 8 kujali watu wake, cha 9 kuwa vile ulivyo, cha 10 kutokufuja vitu, cha 11 usaidizi wa malengo yake ila si kumwendesha, cha 12 uhakika wa upendo wake kwako, cha 13 ukomavu kiakili na kihisia, 14 maamuzi yako mwenyewe, 15 uwazi, 16 uaminifu, 17 kujitoa, 18 muelewa, 19 kuvutiwa naye, 20 ridhisho la tendo la ndoa. Si ni rahisi sana. Kwa hiyo ukiwa na maswali basi unaweza kuuliza kwenye comment. Kutakia siku njema, kumbuka kusubscribe, like na comment.